Mambo vipi? Leo katika maisha na maarifa tutaongelea ni namna gani ya kupata thamani, na ninakwenda kukuambia kwamba tafuta thamani, usitafute fedha. Fedha hupewa kwa mtu mwenye thamani fulani. Fedha hupewa kwa mtu aliyetafuta thamani fulani. Kwa hiyo utakapotafuta thamani, basi jihakikishe utakuwa na maisha mazuri. Utapata fedha, utakuwa na maisha mazuri, utakuwa na marafiki, utakuwa na kila kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo katika maisha yetu sisi kama wanadamu na sisi kama watu ambao tunahitaji kuishi vizuri, tunaambiwa tufanye nini? Tutafute thamani. Nadhani kwa ufupi kabisa naweza nikaonyesha hii ni pesa ya Tanzania, si ndio? Kwa mfano hapa juu imeandikwaje? Imeandikwa ni fedha halali kwa malipo ya shilingi 10,000. Kwa hiyo ni fedha halali kwa malipo ya shilingi 10,000. Je, hayo malipo ni yametokana na nini? Yametokana na thamani inayolingana na hii 10,000. Kama hauna thamani ambayo inalingana na hii 10,000, sitakupa hii 10,000. Umeona? Kama hauna thamani inayolingana labda na 5,000, siwezi nikakupa 5,000. Kwa nini nikupe 5,000? Kama hauna thamani inayolingana na shilingi 2,000, siwezi nikakupa shilingi 2,000. Kwa hiyo lazima uwe na thamani ili ufanye nini? Upate hii. Kwa sababu hii fedha inafanya nini? Fedha hupima thamani ya kitu. Sasa tuongelee kitu kimoja ambacho kitakuwa ni kifupi sana. Nitakwenda kuelezea maana ya thamani. Nitakupa mifano ili uelewe maana ya thamani, na pia nitatoa mbinu kuu 4 za wewe kuwa na thamani. Na nina uhakika kama utaweza kufanikiwa kuwa na hizi vitu ambavyo nitavitaja, basi wewe utakuwa na thamani kuliko mtu yoyote katika nchi. Wewe utakuwa na thamani kuliko mtu yoyote anayekuzunguka, na basi wewe utakuwa na maisha mazuri. Kwa uelewa wako nisikiliza, thamani ni ule umuhimu. Ni ule nini? Umuhimu ulioko nao dhidi ya watu fulani, dhidi ya kitu fulani. Ule umuhimu wako. Kama wewe ni muhimu, basi wewe una thamani. Nitakwenda kuelezea kwa kukupa mifano miwili mizuri. Kwa mfano, labda wewe ni fundi, labda fundi umeme. Wengine wote hatujui umeme, hatujui ule ufundi wa umeme. Kwa hiyo wewe utakuwa na thamani kubwa kuliko sisi kwa sababu ya ule ujuzi wako kwenye nini? Kwenye ufundi wa umeme. Kwa hiyo pale ambapo sisi tunahitaji mtu wa kuturekebishia, labda kutufanyia wiring, wa kutufanyia labda tatizo fulani limetokea kwenye nyumba, wewe utachaguliwa wa kwanza kwa sababu wewe una thamani ile. Umeelewa? Kwa hiyo thamani sio fedha. Thamani sio kitu kingine chochote. Thamani kuna vitu maalum ambavyo vinakupa wewe thamani. Sio kuwa na fedha. Fedha ni inapima thamani yako. Ukiwa na fedha nyingi, ina maana ina uwezo wa kupima ile thamani ambayo uko nayo. Umeelewa? Lakini sio thamani yako. Kwa hiyo unaweza kuwa na fedha na usiwe na thamani yoyote kwa mtu yoyote, na ukaendelea kuwa kopo tu. Na unaweza usiwe na fedha na kila mtu anakuhitaji. Unaona? Ambapo sasa kama kila mtu atakuhitaji, basi wewe utafanya nini? Utapata maisha mazuri kwa kupata fedha. Kwa sababu wewe angalia, kwa mfano kama ndio kama fundi vile. Tunakuita, njoo tufanye. Lazima tutakulipa. Hauwezi ukaja tukakuacha. Umeona? Na mfano wa pili, nitakupa tena mfano ambao ni mzuri sana. Kwa mfano, naamini wengi hapa tumepita mashuleni kule, si ndio? Mashuleni watoto walikuwa wanapewa mitihani. Ule mtihani mtoto ambaye atafanya vizuri anapongezwa. Kwa hiyo anapongezwa aidha kwa kupewa labda atapewa labda zawadi, au atapongezwa hata kwa ile tunamna kwamba atapigwa makofi, au ataonekana tu tofauti katika ile shule. Kwa nini wanaonekana na tofauti? Ule tofauti wake ni nini? Ni kutokana na kile kitu ambacho yuko nacho. Au amepewa ile zawadi kwa sababu gani? Kutokana na ile thamani alionayo. Kwa mifano hiyo ambayo nimekupa, naamini kwa sasa unaelewa nini maana ya nini? Nini maana ya thamani? Kama tulivyosema, basi endelea. Thamani ni kitu cha muhimu kwa kila mwanadamu. Na ndio maana ukikosa thamani unadharaulika. Kwa hiyo usione kwamba wewe kwa mfano kama sasa hivi labda uko sehemu fulani, uko katika ofisi fulani, upo katika biashara fulani, upo katika labda kazi fulani, upo katika ajira fulani, alafu wenzako hawakuoni wewe ni wa muhimu, ni kwa sababu hauna thamani. Kwa hiyo thamani ni ya muhimu. Na ndio maana mtu akikosa thamani anadharaulika. Na akishadharaulika anaona tena hana sababu ya kuishi. Kwa hiyo thamani ni kitu cha muhimu. Sasa nitakwenda kukupa mbinu 4 au unaweza kusema ni 3. Hizo ni mimi ambazo nimeona. Lakini wewe unaweza kujipa wewe mbinu nyingine au ukatafuta namna nyingine ya kuongeza thamani yako. Lakini naamini hizi 3 ambazo nitakutajia zitakusaidia wewe kufanya nini? Kuongeza thamani yako. Na ukishaongeza thamani yako utakuwa na umuhimu kwenye jamii. Ukishakuwa na umuhimu kwenye jamii, basi utapata mazingira mazuri ya kujiongezea kipato na kuwa na fedha nyingi. Basi tuongelee mbinu ya kwanza. Mbinu ya kwanza ambayo mimi nimeiona ni ambayo nimeiweka katika kauli hii moja ambapo nilisema ni kuwa na ujuzi. Kuwa na ujuzi. Kama pale mwanzo niliposema kwamba fundi umeme, ule ni ujuzi. Labda wewe ni mwanamuziki, wewe ni ujuzi. Sasa ujuzi unakuwa unagawanyika katika makundi mawili. Unaweza kuwa ni ujuzi wa kutokana na nini? Na vile vipaji ambavyo unavyo, vile ambavyo umezaliwa navyo kama waimbaji au sababu hajafundishwa na mtu. Japo kuna watu ambao wanajifunza music, lakini mara nyingi inakuwa ni kwamba mtu amezaliwa na kile kipaji cha kuimba. Mtu ni mtunzi, mtu ni mwandishi wa vitabu, si ndio? Mtu labda ni
anajua kuongea vizuri na watu. Ile ni nini? Ni kipaji. Kwa hiyo ni ujuzi, ambao ujuzi unatokana na nini? Na kipaji. Kwa hiyo ujuzi umegawanyika katika makundi mawili. Unaweza kuwa ni ujuzi kutokana na kipaji ulicho nacho, au ukawa ni ujuzi kutokana na kitu ambacho umejifunza. Kwa hiyo kama una ujuzi ambao umezaliwa nao kutokana na vipaji, chagua. Watu wote wana vipaji, ila kugundua kipaji chako inachukua muda. Lakini pia unaweza kujifunza. Kama una kipaji au una ujuzi kutokana na kipaji chako, basi unaweza kujifunza ili kupata ujuzi. Na ndio maana tunaenda shule, na ndio maana tunaenda labda kujifunza labda ususi kwa mtu mwingine, kwa sababu kuna watu wanazaliwa wanajua kusuka, lakini kuna watu wanajifunza kusuka. Umeona? Kwa hiyo ujifunze, nenda kajifunze kwa watu wengine. Jifunze kwa wazazi. Wazazi vitu wanavyofanya jifunze. Vitu wanavyofanya jamii jifunze. Kama kuna vitu ambavyo umejaliwa na Mungu, vipaji, basi vifanye mbele za watu. Vishughulikie vile vitu, ndio vitakuongezea thamani yako. Kwa hiyo cha kwanza ni nini? Ni ujuzi. Kitu cha pili ni kuwa na nini? Na nidhamu. Nidhamu ni kitu cha muhimu sana. Mimi nakumbuka nilipokuwa nasoma shule ya msingi pale tusitaje, kwa sababu nikitaja inaweza ikawa ni Senti Kayumba huko. Tulikuwa tunasoma. Katika ile shule tulikuwa tunaambiwa nidhamu ndio kila kitu. Nidhamu ndio itakufanya ufaulu. Sisi tulikuwa tunashindwa kuelewa kwamba nidhamu itakufanya ufaulu. Alafu pia nidhamu, watu wanadhani nidhamu ni pale unapomsalimia mtu, kuwasalimia wengine. Ndio, inaweza tukapima nidhamu yako kwa kuwa utakuwa na heshima kwa watu wengine. Lakini nidhamu inahusisha vitu vingi. Nidhamu inahusisha heshima. Nidhamu inahusisha nani? Wewe kujituma. Nidhamu inahusisha pia wewe kuwa na nini wanaita kwa Kiingereza wanasema sympathy, uwe na huruma kwa watu wengine. Kwa yani, kwa mfano kama tukio limenipata mimi baya, basi wewe uweze yani upate yale maumivu na uweze kukua katika upande wangu na kuelewa yale maumivu ambayo niko nayo. Ile ni nidhamu. Wewe kuwa na heshima kwa wengine, kama hivyo kusalimia, kama hivyo unakuta kijana mzako, ni mdogo wako, ni mtoto wako, au mtu alikosea, kusamehe. Hiyo ni nidhamu. Ni yote yanaweka kuwa na tabia nzuri. Yote hayo tunaweka kwenye makundi ya nini? Ya nidhamu. Lakini je, nidhamu itakusaidia nini? Nidhamu kwanza itakusaidia kuweza kuwa na mahusiano mazuri na watu. Na kama tulivyosema pale mwanzo kwamba watu ni muhimu katika maisha yako. Ukikosa watu, jua umekosa kila kitu. Hata kama ukiwa na fedha, hata kama ukiwa na kila kitu hapa duniani, lakini huna watu, basi wewe una tena sababu ya kuishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi kama binadamu, vitu vingi tunavyovifanya, hatuvifanyi kwa sababu yetu. Tunavifanya kwa sababu watu wanatuangalia. Yaani wewe unataka uvae vizuri, sio kwa sababu wewe unataka ujiangalie upendeze. No. Ni saikolojia yako inakutuma kwamba uvae vizuri ili uwe tofauti na wengine, wakuone, uwavutie wao. Kwa hiyo watu ndio wanakupa thamani wewe. Ila sio wewe tu unajipa thamani. Kama tungekuwa tunajipa thamani, basi hata mimi ningesema sasa hivi mimi nina thamani fulani. Umeona? Ambapo sicho, ni mpaka watu fulani wakuweke pale kwenye ile thamani. Kwa hiyo nidhamu itakupa mahusiano mazuri. Ambapo ukiwa na mahusiano mazuri, basi utaweza kuwa nini? Utaweza kuwa na thamani kubwa. Sasa je, utawezaje kuwa na mahusiano mazuri? Hakikisha unakuwa na marafiki. Yaani kila mgeni ambao unakutana naye, kila mtu mgeni, hakikisha unamfanya kuwa rafiki. Kama ana umuhimu fulani, usifanye tu kila mtu kuwa rafiki. Hapana. Kama ana umuhimu fulani, hamna shida. Hamjagombana, mmekutana tu mara ya kwanza, hamjuani. Hamna sababu ya kuchukiana. Mfanye kuwa rafiki. Jiona na watu vizuri, ongea na watu vizuri, kuwa na kauli nzuri, kuwa na lugha nzuri. Ongea lugha kutokana na nini? Na muktadha. Usije kukutana na mtoto ukaongea kama unavyoongea na kijana mwenzako. Usije kukutana na mtu mzima ukaongea kama unavyoongea na kijana mwenzako. Utapoteza mahusiano mazuri na watu. Na ndio maana watu wengi wa sasa hivi wanakosa connection. Ambapo tumeshasema connection ndio muhimu sana wewe kuwa na maisha mazuri. Kwa sababu kila mtu atakutafuta wewe. Hata unaweza kuwa na ujuzi lakini usiwe na connection. Je, nani atakayekutafuta? Je, connection unaipataje? Unaipata pale ambapo unawasiliana na watu vizuri, una mahusiano na watu vizuri. Kuna watu wanakosa ajira tu kwa sababu hana mahusiano mazuri na watu. Anaongea vibaya. Kwa hiyo anaenda kufanya interview. Kumbe pale labda anaenda kumfanyia interview ni mtu ambaye hana uhusiano naye vizuri. Kwa hata kufanya ajira. Tayari umeshapoteza. Haya, je, nidhamu itakusaidia nini? Nidhamu itakusaidia matumizi mazuri ya vitu ulivyo navyo. Vitu kama nini? Kama fedha, vitu kama rasilimali ulizonazo, Nidhamu itakupa ule uwezo wa wewe kutumia vitu vizuri. Kwa hiyo hakikisha unajenga nidhamu ili kusaidia wewe kutumia fedha vizuri. Kwa sababu kama utakuwa na nidhamu, hata kama leo ukapata milioni 10, kesho utakuwa huna nidhamu ya matumizi. Unatumia hela ovyo. Kwa hiyo hutaweza kuwa na thamani. Na kitu kingine ambacho nidhamu inaweza kukufanyia ni kuweza kutumia muda vizuri. Kuwa na nidhamu ya muda. Kwa sababu muda ndio kile kitu. Ukiamka asubuhi ukakaa tu hapo mlangoni hivi mpaka jioni, je, utaingiza nini? Hutaingiza, hutakuwa na thamani. Kwa hiyo lazima uratibu nini? Muda wako, ambao itakusaidia kukupa thamani. Ukiratibu muda, itakusaidia kujenga nidhamu. Nidhamu itakupa uhusiano mzuri na watu. Watu ukichanganya na ujuzi ulioko nao na kitu ulicho nacho, utakuwa ni rasilimali ambayo inahitajika kwa wengine, na pale thamani yako itakuwa kubwa. Utakuwa na maisha mazuri, utapata pesa. Umeona? Kwa hiyo hakikisha unakuwa na nidhamu. Hicho ni kitu cha muhimu sana katika maisha. Hakikisha unakuwa na nidhamu. Kama hauna sababu ya kugombana na mtu, usigombane naye. Kwa nini? Kama ni mtu hata kama ni kwenye biashara, mtu amekuja amekuongelesha vibaya, kama haina sababu, haina haja ya wewe kumuongelesha vibaya, mwache, atajielewa tu. Usiongee na mtu vibaya, kwa sababu unahitaji nidhamu. Unahitaji wewe kuwa na nidhamu ili kufanikiwa katika maisha, ili kuongeza thamani yako. Na kitu cha tatu ambacho ni cha mwisho sasa kwa mimi, nimesema uwe mdadisi wa kufanya vitu tofauti na wengine. Hapo nimemaanisha nini? Nimemaanisha kwamba kwa mfano, sasa hivi labda wote ni walimu. Sisi wote labda tuseme mimi na wewe hapo, mimi ni walimu. Kama wote ni walimu na labda wote ni walimu labda wa somo la physics, si ndio? Je, kitu gani kitanitofautisha mimi na wewe?
ni pale ambapo wewe au mimi nikawa mdadisi wa kufanya vitu utofauti kwa utofauti, ili wewe ufanye nini? Ili mimi niwe tofauti na wewe. Pale itaniongezea nini? Thamani. Umeelewa? Kwa hiyo kama tumeshakuwa na nidhamu, tumeshakuwa na ujuzi, wote tuna nidhamu, wote tuna ujuzi. Je, hapo tutapimaje? Tutapimaje wewe thamani yako? Tutapima kwa utofauti. Wote tunaweza kuwa tuna nidhamu, lakini tukawa tunafanya vitu tofauti. Wote tunaweza kuwa tuna ujuzi mmoja, lakini tukawa tunafanya vitu tofauti. Kwa hiyo kama utaweza kuwa mdadisi kila siku, unakuwa mdadisi. Yaani kama ni kwenye biashara yako, hakikisha wateja ambao wanakuja kila siku pale unawasoma, unajifunza kwao wanahitaji nini, unakuwa mdadisi, then unafanya vitu kwa tofauti. Hakikisha kama ni ofisini, wote mmeajiriwa ni secretary wawili, hakikisha wewe unakuwa mdadisi pale. Pale kazi inaendaje? Nini uongeze, nini upunguze, nini ufanye hivi? Ile utofauti ndio utakupa wewe thamani. Bwana. Kwa hivyo ni vitu vitatu. Tumeongelea nini? Kuwa na ujuzi. Ndugu yangu, kijana mwenzangu, hakikisha unakuwa na ujuzi. Usije ukawa na ujuzi mmoja. Hakikisha unakuwa na ujuzi zaidi ya 5, 10, 20. Inategemea na uwezo wako. Lakini mimi nasema minimum angalau uwe na ujuzi tofauti 10. Ujuzi tofauti ngapi? 10. Kwa mfano kama mtu anajua kupika, mtu anajua kilimo, mtu amesoma labda ualimu, huo ni ujuzi pia. Mtu ana kipaji labda cha kuimba, uhesabu vile viwe 10. Hapo basi utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuwa na thamani kubwa na utakuwa tofauti na wengine na watu watakuhitaji. Na utapata nini? Utapata. Na mimi nimefurahia hizo vitu ambavyo nimevitaja mimi. Hizo ni mbinu zangu ambazo mimi nazitumia kuongeza ile thamani yangu. Siogopi, nakuwa na ujasiri wa kufanya vitu ambavyo nimevitaja. Lakini pia kuna vingine, unaweza kuwa una mawazo mengine tofauti na kwangu, unaweza kuwa na namna yoyote ya kuchangia hii mada ambayo nimesema. Unaruhusiwa kuongezea hapo chini au hata kuongea na watu wengine au hata kufanya namna yoyote ambayo sisi tunaweza kujua kitu cha ziada ambacho tunaweza kukiongezea katika hivyo ambavyo nimevitaja ili kuongeza thamani yetu. Lakini cha muhimu ambacho nataka niwaambie ndugu zangu ni kwamba kama utategemea, kwa sababu kuna watu wanategemea fedha impe thamani. Yaani sasa hivi vijana wengi ukifuatilia, kila mtu anapambana apate hela. Kila mtu anapambana apate hela ili afanye nini? Ili awe na watu wamheshimu. Lakini nakwambia ndugu yangu, ile ni heshima ambayo itakuwa ni ya muda. Nitakupa mfano mzuri ambao nadhani utanielewa. Kwa mfano, kama au ili mimi sipendi sana kuwaongelea watu, lakini sijui kama nitakuwa namkera mtu yote, lakini 80 kwa hiyo. Lakini hawa watu ambao wanaitwa machawa. Umeona? Chawa atakusifia si kwa sababu umefanya jambo vizuri. Hapana, sio kwa sababu umefanya jambo vibaya. Hapana, ni kwa sababu umempa pesa. Kwa hiyo bwana, kwa hiyo thamani yako inapimwa na wewe utakapokuwa unatoa hela kwa watu wengine. Ambapo hiyo itachukua muda. Ndio maana nakwambia kama ukitegemea pesa kukupa thamani wewe, sawa, itakupa thamani, lakini itakuwa ni thamani ya muda mfupi sana na utaipoteza ile thamani. Na ukishipoteza unaanguka. Na ukishaanguka kuinuka tena inakuwa ni inachukua muda, itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ndugu yangu, jenga thamani ikupe fedha, uwezo wa kupata fedha. Ila usifanye kazi, ukaiba, ukafanya nini ili upate fedha, ukafanya vitu vya ovyo ili upate fedha tu ili uheshimike. Haitakuheshimisha. Zaidi itakupotezea ule uwezo wako kwa thamani. Utakuwa wewe unapimwa kwa kutumia fedha. Kila kitu unachokifanya hamna mtu anayekuheshimu, hamna mtu anayefanya kitu chochote. Yaani anafanya kwa sababu umempa hela. Mtu anakuja hapa sasa hivi hata kupenda itakuwa ni hela. Yaani hata mtu mpaka akupende wewe itakuwa ni pesa. Kwa sababu si umeamua kujipa wewe, umeamua kujiwekea katika hiyo ego hiyo ya kwamba wewe thamani yako inapimwa na fedha. Ndio maana nakwambia ndugu yangu, tafuta thamani kwenye maisha yako. Ukiweza kufanya vile vitu vitatu, ujuzi, nidhamu na kufanya udadisi wa kufanya vitu kwa tofauti, utakuwa na thamani. Kisha kuna thamani, utatafuta fedha na itakuwa na uwezo wa kudumu kwako, itakuwa kwako kwa muda mrefu. Na kisha kwa muda mrefu, kwa sababu una thamani, pesa inaenda kwa mahali pana thamani. Kama mtu atakayekupa pesa una thamani fulani, lazima uwe na thamani fulani ndio mtu akupe pesa. Kwa hiyo kama wewe utakuwa na thamani, ile fedha itabaki kwako tu. Na ndio maana unaona kuna watu wanabaki kuwa matajiri tu kwa sababu ile thamani walikuwa nayo. Umeona? Ule utofauti walikuwa nayo kwenye jamii. Lakini wewe ukiwa na pesa alafu una thamani, ile pesa inapoondoka inaenda kwa wenye thamani. Basi usisite kutoa maoni yako, kulike, kushare au hata kusubscribe kwenye channel ili tuzidi kuongelea mambo mazuri. Mimi nitakachokuambia na nitakachokuacha nacho ni kwamba maisha bila maarifa yamekufa. Kuishi bila maarifa huna thamani. Lazima uwe na maarifa. Na ndio maana mimi nimekuja nikwambia wewe kama kijana, maarifa ni maisha.